Gachagua. Kipchumba Murkomen ameweza kumtishia Rigathi Gachagua ya kwamba ataweza kumshika. Ni kwa nini amesema ataweza kumshika? Amesema Rigathi Gachagua alikuwa ameorganize goons ili waweze kuharibu maandamano, na after serikali kushika hao goons, Gachagua aliisha nguvu. Msikize Kipchumba, na kabla tumsikize, tafadhali msikizaji na mtazamaji wa hii video, tuko na target ya hii wiki. Tunakuomba ukaweze kusubscribe na kulike hii video ikaweze pia kufikia watu wengi, na ukaweze pia kusupport our channel. Tuweze kusikiza. DCI na police walishika wakora yote, ilipita 300. Waliposhikwa sasa, yeye akaisha nguvu, hakuna kitu alikuwa anaweza. Sasa anakuja mbele hapo, anakuja kusema mimi niliambia hao watu wanyamaze, wasiende siku hii. Wewe, you are a very stupid man. I think mtazamaji umeweza kusikia hiyo maneno ambayo Murkomen amemwambia Gachagua. Murkomen ameweza kulifaa Gachagua kama the father of violence in Kenya. Ameweza kumtishia, akamwambia ya kwamba even 2027 he will not vote. Atavote akiwa cell. Mimi nataka nikuulize mtazamaji, ukiangalia vizuri, kati ya serikali na kati ya opposition, who are the father of violence in Kenya? Who are the father of violence in Kenya? Niulize, Rigathi Gachagua kabla maandamano waende maandamano next day, date 24, alienda press conference akasema hivi, wananchi na waomba msiende maandamano kwa sababu yale ambayo tuliyopangiwa na serikali ni mabaya mno. Hebu sikiza. We don't have to go to the streets and expose ourselves to death and injury. For sure, state has organized very serious violence. And that is why the fake deputy president has been issuing threats. That is why William Ruto has been issuing threats. That's why Kipchumba Murkomen has been issuing threats. Because they have actually organized violence against the people of Kenya. Under the guise that they are goons. Kipchumba Murkomen cannot arrest these goons. Because he's one who has recruited them, paid them and deployed them. Na tena Kenya, mimi nataka nimuulize Kipchumba Murkomen. Do you think Kenya is like Tanzania? Tanzania hata hawana katiba. Although tunajua this government you don't obey the constitution of Kenya. Sababu mnafanya mambo vile mnataka. You above the constitution. Nataka niulize hivi. Kwani mmepanga tukae kama Tanzania tuanze kujipanga? Pia sisi tujue uchaguzi haiko. Mnajua kama mnataka tukae kama Tanzania. Kwa ukweli, tell us psychologically tujipange mapema. Sababu hatuwezi kaa kama Tanzania eti sababu opposition leader anawashinda nguvu mnamfunga. For sure kama Tanzania, Tundu Lissu was to be the president of the Republic of Tanzania. But today where he is, ako cell. Mama Samia Suluhu alimshika na akamfunga. Hebu msikize Kipchumba Murkomen akisema ya kwamba anajua kudeal na yeye na atamfunga hata hiyo siku ya kwenda kuvote, hataenda kuvote.
hii uchaguzi atakuja. Huyo mtu wacha ajaribu, atalala cell. Hata hatapiga kura. Let him try. Any criminal. Now we have made up our mind. Kipchumba tena ameweza kumtukana sana Rigathi Gachagua na kumuita mtu mjinga. For sure, ile mambo, he is a stupid man. I'm not the one who is saying. Hiyo ni maneno ya Kipchumba. You are a very stupid man. You know, hii mtu anataka kuchukua credit kwa kila kitu kwa dunia. Yani kila kitu, akiona kitu imeenda mzuri ati nilikuwa ni mimi. Akienda mbaya anasema ni Murkomen. Yani he's a very foolish person. Anafikiria mimi simjui. Sasa hiyo ndio siasa ambayo mnataka tukae nayo Kenya. Watu wa vitisho. Hizo ni vitisho. Acha tukumbuke ya kwamba nguvu hizo ulizo nazo siku ya leo, unaweza amka kesho hauna hizo nguvu. Kumbuka Nebukadneza. Nebukadneza aliweza kujisikia wakati alikuwa na uwezo na akikuwa the president of, akiwa king wa Babylon. Ni Babylon ama ilikuwa inaitwa gani? Nini? Nebukadneza alikuwa kiongozi, lakini vile alitumia madhabahu ya Mungu akaharibu kabisa na kuchafua jina la Mungu na vitu zote za Mungu. Mungu aliweza kumpea punishment ya kukula nyasi miaka 7. So hata wewe Kipchumba and your company hauko mbali na kukula nyasi. Mungu anawaona na hiyo mamlaka itaisha. Na mkumbuke siku moja, wenye mnadharau na mnawatukana na mnawatishia kwamba nyinyi ndio mko na mamlaka, siku moja utakuwa na hiyo mamlaka. Utahama Kenya. Ama utaanza kusema people they have to follow the constitution of Kenya. Sijui watu hawafuati katiba ya Kenya. Sasa hiyo ndio mtajua katiba inafanya kazi. Sasa hivi hamjui kama katiba inafanya kazi. Hebu tusikize watu kwa Rigathi Gachagua akina Senator Wandang'wa wakiwa pamoja na huyo mwingine Medhu. Waliweza kuambia nini na kuwarudishia akina Kipchumba Murkomen nini? Wewe Murkomen, wewe wachane na Rigathi Gachagua. Anasema ati atafunga Rigathi Gachagua. Onado ama ono koroni turwana gutikihoteka no turageria kumwira jaribu. Wewe unasema ati Rigathi Gachagua hatapiga kura. Wewe sisi tunakuambia tukiwa hapa Nakuru, wewe Murkomen, yule mtu anastahili kufungwa, afungwe kila kitu, mkono, matumbo, miguu, sio mwingine, ni William Samoei Ruto. Wewe ndio mwizi. Huyu ndio anaiba kila kitu ya Mkenya. Amemaliza SHA, ameua vijana, ameiba, amefanya kila kitu ambayo ni mbaya. Umesikia? Pia wao wameweza kutishia. Wakasema ya kwamba kama Kipchumba anapanga kumshika Rigathi Gachagua, haiwezekani. Akijaribu kumshika, ile moto itawaka hii Kenya, haijawahi onekana. Hao wanasiasa wanataka tuchome Kenya yetu. Si wangoje tu wakuwa wenyenyekevu na wakuwa wapore. Wako na ushukani sasa hivi, wako na power. Hivyo Kipchumba anasema hako na power. Wangoje 2027 ifike. Then watoke tu pore. Waache vitisho mbalimbali. Uko na uoga ya nini? Hiyo ni uoga. Kwa hivyo sasa, according to my analysis za hii vicheche za maneno, Kipchumba Murkomen is defending the government sababu wako na uoga mingi kupitia Rigathi Gachagua. Na Rigathi Gachagua watu wake pia wanamdefend sababu wanaona even Gachagua should be respected. Sababu ya nini? Tunaona vizuri Gachagua alisimamisha maandamano na akasema kila mtu akae nyumbani kwake. Alafu nao wanamtumia polisi nyumbani kwake kumzingira siku ya maandamano. Alafu Kipchumba anasema walienda kumfungia Gachagua kwa nyumba yake asitoke. Kwani Gachagua alikuwa anatoka na alikuwa amesema watu wasitoke nyumbani kwao. Haki serikali imechanganyikiwa. Anasema Kipchumba amesema siku ya maandamano aliweza kumfungia Rigathi Gachagua asiweze kwenda maandamano.
akatuma askari na DCI hapo wakazingira nyumbani kwake asiende maandamano. Eti sasa naye akisikia vile amesikia anatuma bibi yake. Sasa ndio nataka niulize, Rigathi Gachagua alikuwa anatoka nyumbani kwake akienda wapi? Na aliannounce jana watu wasitoke nyumbani na waweze kukaa nyumbani, maandamano ipite, sababu serikali ilikuwa imepangia vijana vibaya. Ndugu mtazamaji, ni asante kwa kukua na sisi mpaka wakati huu. Kaweze kusubscribe na kubonyeza hiyo kengele ili ambayo next episode tunaenda kutoa about the breaking news ukaweze kuzipata. Ni asante, subscribe, like and share.